Vitu vya thamani imekuwa ni jambo linaloonekana na wengi kama ishara ya mafanikio, lakini pia imeshuhudiwa baadhi ya watu wanaomiliki vitu hivyo kutokuwa na msingi wa kujitafutia kipato, jambo linalowafanya watu hawa kuomba fedha au mahitaji muhimu kwa watu wao wa karibu. Suala hili limekuwa likigonga vichwa vya walio wengi katika jamii, wasijue kipi cha kufuatwa. Ili kufahamu ipi ni mbivu ipi ni mbichi kuhusu jambo hili, fuatana na mwanahabari wetu Ibrahim Mbwana. Kutoka mitaani hadi kwenye mitandao ya kijamii, si wachache wanaojitahidi kuonekana wanaishi maisha ya kiwango cha juu kwa kumiliki mali za gharama kubwa kama vile simu na vifaa vingine vya kielektroniki, hata pale ambapo uwezo wao wa kifedha hauendani na umiliki wa vifaa hivyo. Kwa baadhi ya watu, hali hii imekuwa ikiibua mjadala kuhusu watu wanaotanguliza zaidi muonekano tu kuliko kujenga msingi wa maisha yao ya baadaye. Kuna baadhi ya watu wengi nawafahamu au nawaona wanavyoekti maisha kwamba mtu ana simu ya bei kubwa, lakini unakuta hata chumba cha kukaa analala chini, analala sokoni. Maana anamiliki vitu vya bei kubwa, lakini ikifika usiku tayari mtu anaanza kutangatanga. Vijana ambao wanakosa au wanakuwa wavivu wa kufikiri, kwa kabla hujanunua simu, hiyo hela ungaitengenezea ukaizungusha ili iendelee kuzalisha, baadaye ndo nunue hiyo simu. Kama mtu ana elimu ya biashara, anajua namna gani ya kuweka mtaji, anajua namna gani ya kuendesha biashara, ni bora akawa na mtaji kuliko kuwa na simu ya milioni 2 au milioni 1.5. Wakati hili likiacha tafakari miongoni mwa wanajamii, mie hapa kwanza nazitafuta sababu kutoka kwa wabobezi wa mambo haya. Kinachosumbua ni kwamba hawajui kwamba mitaji wakati fulani wanamiliki wenyewe. Kwa changamoto kubwa sana ambayo tumekuwa nayo, nimedhania na nimefanya utafiti sehemu nyingi sana, tumekuwa na changamoto ya vipaumbele. Unataka kumiliki nini na wakati gani? Kwa hiyo shida kubwa sana ambayo inaanzia kwenye mtaji wetu hauanzii kwenye kukosa fedha, unaanzia kwenye kukosa maono. Wanakuwa na njaa kubwa sana. Hii njaa inatoka utotoni. Kwa hiyo kwa mfano utotoni kama hakuwahi kusifiwa kulingana na vile alivyo yeye kama mtu, hiyo hali ataitafuta sana ukubwani kwa kutafuta vitu. Somo la kuyapanga matumizi yanayoendana na mipango ya kujenga kesho nalo likawa ni sehemu ya jidali. Hawana utaratibu wa kutunza au kuwa na akiba. Na wengi sana kila wanachokipata ndo kama hivyo wanawaza kununua hizo nilizosema personal belongings au assets hizo. Mtu anataka kanunue saa ya milioni 2, akanunue simu ya ghali. Ajifunze kufanya vitu kwa faragha au private, yeye mwenyewe binafsi, sio kufanya kwa ajili ya watu wengine. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo inaweza ikamsaidia kujinasua kwenye jambo hilo. Itoshe tu kuweka nukta kwenye hili kwa kusema hivi, ama kweli mafanikio hayapimwi kwa thamani ya vitu anavyomiliki mtu, bali kwa uwezo wa kujenga maisha yenye utulivu wa kifedha na maendeleo ya muda mrefu. Kutoka Dodoma, Ibrahim Mbwana, TBC. Na kila mtu ana